Kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji wilaya ya Kaliua, mkaguzi msaidizi Godfrey Maganga, amethibitisha kutokea kwa tukio hilo ambapo pamoja na watoto hao wawili kujeruhiwa, pia maduka mawili yameteketea kwa moto. Kweli tukio hili lipo na limetokea kijiji cha Nsimbo, eneo linaloitwa Ipongolo. Tumepata majeruhi wawili ambaye ni Paulo James Makono, huyu ana miaka 11, ni mwanafunzi wa darasa la 5 yule ya Ipongolo. Lakini pia tuna majeruhi wa pili ni Nasri Alfani, huyu miaka 16, huyu ni form 2 Usinge, na wote wapo kituo cha afya hapo hospitali ya wilaya wakiendelea kupata matibabu. Hasara ipo ni kuungua kwa hiyo nyumba moja na hizo frame mbili za maduka. Sababu haya maduka mawili halijatoa chochote. Limeteketea na kutoka hapa Kaliua kwetu mjini mpaka kufika kule ni kilomita 22. Kwa hiyo na tukio mpaka ukapate taarifa ni kazi. Hapa tupate taarifa kwa ndugu yetu mmoja tu Ema, huyu ni dereva wa Guta. Nafikiri alipeleka kule mzigo. Yeye ana namba zetu atupigia moja kwa moja. Maganga amesema chanzo cha tukio hilo ni uuzaji holela wa mafuta ya petroli, jambo ambalo jeshi hilo limekuwa likikemea. Chanzo cha tukio hili la moto ni Sheli Bubu. Sheli Bubu ni hao watu wanauza mafuta kwenye madumu ya maji poa. Tulishawahi kupiga marufuku, tulishawahi kutoa elimu, lakini hili swala bado linaendelea. Na kwa nini tuliwakataza? Kwa sababu hawa hawajapata sheria na vigezo vyote vya kuuza mafuta. Na chanzo cha yote hawa watu mafuta huwa wanatunza ndani. Unapotunza ndani, hata kama unaweka nje ikifika jioni unaingiza ndani. Ndani mtoto anaweza akawa anasoma usiku, pia anaweza akawashata koroboi, nyumba ikalipuka. Kwa hiyo matukio yamekuwa yanatokea mara nyingi, na wakati mwingine kama ikiwa usiku wanakuwa wanafanya siri. Wito wetu kwa wale wote wanaoendelea kuuza mafuta ya petroli hizi Sheli Bubu, waache mara moja, kwani hili likitokea kama na linaleta maafa, majanga, linaleta vifo, linaleta majeruhi, watu wanapoteza mali. Kwa sawa wataendelea kufanya kimya kimya wakiona wao wako mbali, lakini pia hawako salama wao na familia zao. Aidha, jeshi la zimamoto na uokoaji wilayani hapa limefanikiwa kufika eneo la tukio na kushirikiana na wananchi wa eneo hilo kufanya jitihada za haraka kuzima moto huo ili usiendelee kuleta madhara zaidi. Joni Mahona na Boniface Peter ni baadhi ya mashuhuda wa tukio hilo. Mimi nilikuwa napita tu na mimi na shughuli zangu. Nimesikia lipuko fulani. Cheki hivi naona moto unawaka ndani ya duka. Ikiwemo na watoto watatu. Wao watoto baada ya kuwaka ule moto sasa mimi nikawa nimewahi kwenda kwa chanzo cha tukio. Walikuwa na kima petroli. Nasema kwamba waliwasha kiberiti. Mwingine anapima, mwingine akawasha kiberiti. Naenda kwa fasilita. Sisi tulikuwa tumekaa pale, tulikuwa na watoto wawili huko. Hatimaye tukaona moto umelipuka kukimbia. Ile kulikuja hapa sisi tunafika hapa. Kuta tena kuna katoto tena kingine kadogo. Kwa tukachukua tukaanza kujaribu kuzimisha katushinda. Tukaanza kuokoa duka la pili. Tulifanikiwa wenyewe tumeokoa japo kidogo imetosha. Hamia tunabaa kule nyuma na penyewe tukaokoa. Hatimaye tukaanza kuzimisha moto.